Siku iliyofuata ilikuwa na upepo mkali Arusha. Majani ya miti yalikuwa yakisukumwa huku na kule, kana kwamba kulikuwa na kitu kizito hewani ambacho watu hawajui, lakini wanahisi. Nadia aliamka mapema kuliko kawaida. Usiku mzima hakuweza kulala vizuri. Moyo wake ulikuwa bado kwenye lile benchi la Njiro Complex, mahali alipokutana na Jayden kwa mara ya kwanza. Kila mara alipofumba macho, aliona tukio la jana. Maneno ya Jayden, sauti yake, ile haraka ya kuondoka, na yule mwanamke kwenye gari jeupe, macho yake makale kama kisu. Alijua kabisa kuna tatizo linakuja, lakini hakujua kama tatizo hilo litakuwa kwake au kwa Jayden. Alipoamka, simu yake ilikuwa na message moja mpya, bila jina lolote, bila picha, namba ngeni. Nadia, tafadhali usimwamini mtu yeyote atakayekufuata leo. Jay. Alishtuka. Alijaribu kupiga namba lakini haikupatikana. Akakaa kitandani akifikiria. Jayden, unaingiaje kwenye maisha ya mtu kwa siku moja tu, halafu unaanza kumlinda kana kwamba umemfahamu miaka mingi? Lakini kitu fulani ndani yake kilimwambia asipuuzie ujumbe ule. Siri nyingine ikaanza kujitokeza. Wakati Nadia akipambana na mawazo yake, upande wa pili wa mji, Jayden alikuwa kwenye jengo refu, lile lile ambalo wengi wanajua ni ofisi za kifahari, lakini kwake lilikuwa gereza lisiloonekana. Alikuwa nyuma ya mlango mkubwa wenye nembo ya MK Group Holdings. Ndani, yule mwanamke wa jana alikuwa amekaa kwenye kiti cha ngozi, akipiga simu huku akimwangalia Jayden kwa macho yasiyo na huruma. Ulikuwa wapi jana usiku? Aliuliza bila kumwangalia. Jayden akavuta pumzi. Nilikuwa natembea tu. Sasa kwa nini ulizima simu? Alijibu kwa sauti nzito. Nilikuwa nahitaji muda wa utulivu. Mwanamke yule alisimama polepole akamkaribia Jayden. Alikuwa mrembo wa hatari, mtu ambaye haogopi chochote. Jina lake lilikuwa Maya. Aliweka mikono yake kwenye mabega ya Jayden, akamtazama kwa umakini kama anasoma siri zake. Jayden, usisahau, alisema taratibu. Wewe ni mali ya familia hii. Hakuna kwenda popote bila taarifa. Hakuna kuonana na watu wa nje bila ruhusa. Unalijua hilo? Jayden alisikia moyo wake ukipungua nguvu kwa kila neno lililotoka mdomoni mwa Maya. Kwa nje, Jayden alikuwa kijana wenye mvuto, lakini kwa ndani alikuwa mfungwa wa maisha ambayo hakuyataka. Maya akamtazama kwa macho madogo ya kudadisi. Yule msichana wa jana, alikuwa nani kwako? Jayden alishtuka. Hakusema kitu chochote. Nilimuona kwa sekunde 5 tu, lakini inatosha kujua kama kuna kitu zaidi. Usijaribu kunificha. Jayden akajitetea. Tulikutana kwa bahati tu, wala si mtu muhimu. Maya alinyamaza sekunde kadhaa. Kisha akasema kwa maneno yaliyofunika chumba chote. Usimkaribishe tena. Watu kama sisi hatuwezi kuingiza watu wengine kwenye maisha yetu. Aligeuka na kuondoka, akimwacha Jayden akiwapo pale kama mtu aliyefungwa minyororo isiyoonekana. Lakini kitu kimoja alikuwa ameamua. Hatamwacha Nadia, hata kama dunia itageuka dhidi yake. Nadia akaanza kufuatiliwa. Nadia alienda kazini kwake kama kawaida, katika duka la nguo Njiro ambako alikuwa anafanya kama kashia. Lakini leo hali haikuwa ya kawaida. Kila mara alipoinua hido, alimuona mtu mmoja, mwanaume mnene mwenye shati la bluu. Alikuwa akionekana kila mahali. Kwanza nje ya duka, kisha mbele ya supermarket, kisha kwenye upande wa barabara. Na kila mara macho yake yalikuwa kwake. Huyu ananifuatilia au ni mawazo yangu tu? Ilifika wakati Nadia akaanza kuteremuka ndani, lakini hakutaka kuonesha uoga. Akachukua simu, akamtumia message. Jayden, kuna mtu ananifuatilia? Lakini kabla hata ya kumaliza kuandika, simu yake ikaita. Ni Jayden. Sauti yake ilikuwa tofauti kabisa, nzito, yenye hofu. Nadia, uko wapi sasa hivi? Kazini, ila usiangalie nyuma. Jayden akasema haraka, sauti yake ikititia. Usigeuke, nimekuona kupitia kamera za eneo lile. Nadia moyo ulishtuka. Kamera gani? Hawako peke yao. Kuna watu wananifuata na wakakufuata wewe pia. Nataka utoke taratibu,
kama mtu anayetafuta upepo tu, halafu elekea kwenye choo cha mahawa iliyopo upande wa kushoto. Nadia alitii. Hakutaka kuamini, lakini pia hakutaka kujaribu kugombana na hatari ambayo haijui. Alipoingia chooni, Jayden akasema, "Kaa hapo ndani. Usitoke hadi nitakapokupa ishara." Sauti yake ilikuwa ya mtu aliyeshindwa kuvumilia tena. "Nadia, unanihofia Jayden." Jayden akapumua kwa nguvu kama mtu anayepambana na mawazo. "Naogopa kukuingiza kwenye dunia ambayo huna kosa hata kidogo, lakini pia siwezi kukuacha." Kimya kizito. Kisha akasema kwa maneno yaliyofunika chumba chote, "Nadia, sikutaka hili litokee, lakini sasa limeanza na ni lazima nikulinde." Hatari yaanza kuingia karibu. Wakati Nadia bado akiwa kwenye choo, mwanaume mwenye shati la bluu aliingia ndani ya mgahawa. Akatazama kila meza kama mtu anayemtafuta mtu fulani. Kisha akazungumza na mhudumu. "Umemwona msichana aliyevaa shati la pink ameingia hapa?" Nadia alistuka. Aliweka mkono kinywani ili asipumue kwa sauti. Jayden akapiga simu tena. "Wapo ndani sasa. Nadia, ukitoka nje hutafika mbali." Nadia alitetemeka. "Nifanye nini sasa?" Jayden akasema kwa nguvu ndogo, "Nakuja. Lakini nikikija mambo yataharibika na hii inaweza kuleta vita ambayo haijawahi kutokea." Simu ikakatika ghafla. Nadia alijua hilo halikuwa kosa, ilikuwa ishara. Kitu kibaya kilikuwa kinakuja. Jayden akaingia mgahawa. Dakika 2 baadaye, mlango wa mgahawa ulifunguliwa kwa nguvu kiasi kwamba kila mtu aligeuka. Alikuwa Jayden, lakini hakuwa kama jana. Uso wake ulikuwa mkali, macho yamejaa hasira, na alikuwa amevaa koti jeupe ambalo lilimfanya aonekane kama mtu anayejua kupigana kuliko kupenda. Mwanaume mwenye shati la bluu tu alipomwona Jayden alisimama haraka sana. Jayden akasema, "Toka hapa sasa hivi." Mwanaume huyo akacheka kwa dharau. "Bosi wenu kasema huyo msichana." Jayden hakusubiri amalize. Alimshika kwa nguvu shingoni, akamsukuma ukutani hadi glasi zikapasuka. Watu wote ndani walinyamaza. "Ukimgusa huyo msichana hata kwa macho, nitahakikisha hutembei tena." Mwanaume huyo alitetemeka. Jayden akamwacha, kisha akaenda moja kwa moja kwenye choo. "Hivi umeniletea nini Jayden?" alimuuliza Nadia kwa macho ya hofu na maumivu. Alimwangalia kwa makini, kisha akasema kwa maneno yaliyojaa ukweli, "Na kuhakikishia, tangu leo hutatembea mwenyewe na kuingiza kwenye eneo hatari, lakini pia niko tayari kupambana kwa ajili yako." Nadia akamtazama, na kwa mara ya kwanza aliona ukweli katika macho yake. Jayden hakuwa kijana wa kawaida. Alikuwa mtu anayehusiana na watu hatari, labda magenge, labda familia zenye nguvu, labda siri zito zaidi alivyofikiria. Lakini pia alikuwa mtu anayemjali Nadia. Jayden akainua mkono, akashika kiganja cha Nadia kwa upole. "Nadia, nataka uniamini na nataka ujue chochote kinachokuja nitapambana nacho, lakini lazima nikueleze kila kitu." Nadia akasema pole pole, "Kila kitu kama nini?" Jayden akavuta pumzi ndefu. "Kuhusu Maya, kuhusu familia yangu, kuhusu majukumu ambayo hakuchagua, na kuhusu sababu halisi kwa nini hawataki nionekane na mtu kama wewe." Kimya kilitanda. Kisha akasema maneno yaliyobadilisha simulizi lote. Nadia, moyo wake ukaenda mbio. Jayden akamshika mkono kwa nguvu zaidi. "Nadia, nataka uniamini na nataka ujue chochote kinachokuja nitapambana nacho, lakini lazima nikueleze kila kitu." Nadia akasema pole pole, "Kila kitu kama nini?" Jayden akavuta pumzi ndefu. "Kuhusu Maya, kuhusu familia yangu, kuhusu majukumu ambayo hakuchagua, na kuhusu sababu halisi kwa nini hawataki nionekane na mtu kama wewe." Kimya kilitanda. Kisha akasema maneno yaliyobadilisha simulizi lote. "Nadia, mimi si mtu unayefikiria mimi ni nani." Nadia moyo wake ukaenda mbio. Jayden akamshika mkono kwa nguvu zaidi. "Nadia, nataka uniamini na nataka ujue chochote kinachokuja nitapambana nacho, lakini lazima nikueleze kila kitu." Nadia akashika mkono kwa nguvu zaidi. "Na kabla hujaamua kunikimbia, nataka nikueleze ukweli wote. Kesho